Katika episode iliyopita tuliweza kumwona Kyle akimwambia Mfalme Adric kwamba kinachomsumbua Princess Alindra si ugonjwa peke yake bali ni laana ambayo itaukumba ufalme mzima kama hawatakuwa makini. Kama sitazuia hili sasa, si princess tu atakayekufa. Unamaanisha nini? Laana hii itateketeza ufalme wote. Usiku ule hakuna aliyelala ndani ya Valemora, ndani ya chumba cha kifalme. Princess Alindra bado alikuwa hajitikisi, hali yake ilizidi kuwa mbaya na kila saa iliyopita mwili wake ulizidi kuwa wa baridi. Lakini akili ya Mfalme Adric haikuwa kwa princess pekee tena, ilikuwa kwa kijana yule wa ajabu ambaye ni Kyle Thorne. Binti yangu, usiniache sasa. Chajua unafahamu ninavyokupenda binti yangu. Wewe ndiye mrithi wa ufalme huu wa Valemora. Sauti yake ya kutafakari, yaani akiwa anakumbuka maneno yake, aliendelea kumzunguka kichwani. Hii si ugonjwa, ni laana. Ni jambo ambalo lilomtisha zaidi mfalme ni kwamba Kyle alisema hayo bila ya kusita hata sekunde moja, kana kwamba aliwahi kuona laana hiyo kabla. Asubuhi iliyofuata Kyle aliletwa tena mbele ya mfalme akiwa amefungwa minyororo mikononi. Walimwangalia kwa mashaka, kwa hasira, kwa hofu, lakini Kyle hakutetemeka. Mfalme Adric akasema kwa sauti nzito, kama unajua dawa, sema, nitakupa unachotaka ili tu binti yangu Alindra awe salama, tafadhali. Ndiyo mfalme wangu. Kyle akanyamaza kwa sekunde chache, kisha akasema, kuna dawa, ipo moja, mimi ninaweza kumsaidia, lakini haipatikani ndani ya ufalme. Basi iko wapi? Mfalme aliuliza kwa haraka. Kyle akainua macho polepole. Milima ya Nokthar. Ukumbi mzima ukaganda. Madaktari wakatazamana kwa hofu, mmoja wao akanong'ona, hakuna aliyerudi salama kutoka huko. Lakini Kyle akaendelea, katikati ya msitu wa milima hiyo kuna maua ya kale, maua yanayowaka kama moto wa mwezi. Ukichelewa princess atakufa. Haya ilikuwa ni maneno ya Kyle kwa mfalme. Mfalme Adric akasimama, alikuwa amechoka kuogopa. Akamwambia Kyle moja kwa moja, ukinidanganya ufalme huu sitakuua haraka. Kyle hakujibu, alitazama tu mbele, kana kwamba adhabu haikumaanisha chochote kwake. Na hapo mshauri mkuu wa kifalme Mzee Viral akasimama, taongozana naye. Kumbe ukashtuka, Mzee Viral, hii ni safari ya kifo. Lakini mzee huyo akashika fimbo yake ya zamani iliyokuwa na alama za kichawi zilizong'aa hafifu, kisha akasema, kama kuna nafasi hata moja kumwokoa princess, basi safari hiyo lazima ifanyike. Dakika chache baadaye, milango mikubwa ya Valemora ikafunguliwa, farasi wawili wakaondoka kwa kasi kuelekea milimani. Kyle akiwa mbele, Viral nyuma yake, na nyuma yao ufalme uliokuwa unapoteza matumaini. Walivuka mabonde makubwa yaliyofunikwa ukungu, wakapita misitu minene ambapo hata mwanga wa jua haukuingia vizuri. Mara kwa mara sauti za viumbe zisizoonekana zililia gizani. Baada ya safari ndefu walifika kileleni mwa mlima wa mwisho, na hapo katikati ya mawe meusi waliliona ua lililokuwa likiwaka. Mwanga wake ulikuwa wa bluu hafifu, ukipumua kama moyo hai. Viral akabaki ameduaa, kwa miungu, ni kweli. Lakini uso wa Kyle ukabadilika kwa sababu kulikuwa na tatizo. Ua lile lilikuwa limbaki moja tu. Polepole Kyle akalisogelea, hewa ikaanza kubadilika, upepo ukanyamaza, msitu ukawa kimya, kana kwamba dunia nzima ilikuwa inatazama. Kisha Kyle akalichuma ghafla, na sekunde hiyo hiyo anga likageuka, mchana mkali ukapotea, mawingu meusi yakafunika kila kitu, na giza lisilo la kawaida likaanguka juu ya milima. Viral akasema kwa hofu, tumeliamsha. Kyle akageuka haraka, tunahitaji kuondoka sasa. Wakapanda farasi na kuanza kurudi kwa kasi, miti ikipita kama kivuli, mapigo ya farasi yakigonga ardhini kwa nguvu. Kisha mshale ukapita karibu na kichwa cha Kyle. Mshale mwingine ukaja upande wa Viral. Tumevamiwa, Viral akapaza sauti. Mshale ikaanza kunyesha kutoka kila upande, kuliani, kushoto, mbele na nyuma. Kyle akainama juu ya farasi wake huku akitoa panga lake kwa kasi, endelea kukimbia. Lakini ghafla kundi la watu waliovaa mavazi kutokea msituni wakatokea, nyuso zao zimefunikwa, mikono yao imejaa silaha, majambazi. Farasi akaanguka na mapambano yakaanza. Kyle
akaizungusha panga lake kwa kasi ya ajabu, akamkata mmoja, akamkwepa mwingine, akapiga teke la nguvu lililomrusha adui kwenye mti. Na hapo yalikuwa mapigano makali kweli, lakini hawa hawakuwa majambazi wa kawaida, walikuwa wengi na walikuwa wamekuja kuua. Baada ya hali kuzidi kuwa mbaya, Viral akagonga fimbo yake ardhini. Boom! Mwanga wa kichawi ukalipuka ukatoka kwenye fimbo. Jambazi kadhaa wakarusha hewani, miti ikasemeka, ardhi ikapasuka. Lakini mapigano yaliendelea kuwa mabaya zaidi, na wakati Kyle alipodhani amewashinda, akachomwa na kisu mgongoni. Kyle akapiga kelele kwa maumivu. Adui mmoja alikuwa chini ambaye hakufa vizuri alimshambulia kwa siri. Viral alikamwangamiza adui huyo kwa uchawi wake, lakini tayari ilikuwa amechelewa. Jeraha lile lilikuwa na sumu. Kwa upande wa Kyle, akaanza kupoteza nguvu haraka, macho yake yakaanza kufifia. Viral akamshika kwa haraka Kyle kwa shida. Kyle akatoa maneno, "Princess, dawa." Usiku ule walirudi Valemora wakiwa hoi, mvua nzito ikinyesha juu ya kasri, radi zikigonga anga na ndani ya mikono ya Viral. Kyle alikuwa akiendelea kupata maumivu ambayo yakipoteza matumaini polepole, akiendelea kumfanya apoteze nguvu. Milango ya kifalme ikafunguliwa kwa haraka. Mfalme Adric akapanda ngazi kwa wasiwasi mkubwa kwenda kumfuata Viral. Viral akauliza, "Mmepata?" Kyle hali yake ilizidi kuwa mbaya kutokana na kisu alichochomwa na sumu kule msituni. Kwa hiyo akachukuliwa haraka kwenda kwa ajili ya kupatiwa uangalizi maalum. Wakati huo mfalme alikutana na Viral ambaye alikuwa katika maeneo ya kifalme, katika sehemu ya kifalme. Akamuuliza Viral, "Vipi, mmeipata hiyo dawa?" Kwa sababu alikuwa na shauku na hamu kubwa ya kuona kwamba binti yake Princess Alindra anakwenda kupata dawa. Lakini Viral akaanza kuangalia mifukoni. Ghafla uso wake ukaganda, ukabadilika. Akaanza kugusa mifuko ya mavazi yake kwa haraka, mkono mmoja, wa pili, wa tatu. Hofu ikaingia machoni mwake. "Maua!" Mfalme akakunja uso. "Maua yako wapi?" Viral akaanza kupumua kwa nguvu. Hapana. Kumbukumbu za mapambano zikamrudia kichwani. Farasi wakati anaanguka, mapigano, mishale, Kyle kushambuliwa, kuzungukwa na majambazi, na hapo ndipo akagundua ukweli. Ua lile lilianguka wakati wa mapambano nje ya ufalme wa Valemora kule katika milima ya Nokthar. Pumziko refu. Ukumbi mzima ukaganda. Mfalme Adric akamshika Viral kwa hasira kali. "Unaniambiaje umepoteza tumaini pekee la mwanangu?" Viral hakujibu kwa sababu hata yeye mwenyewe hakuamini walikuwa wamefika mbali kiasi hicho, halafu wakashindwa mwishoni. Na wakati huo Kyle akaanza kukohoa damu kwa upande wake. Sumu ilikuwa inaenea mwilini kwa kasi. Madaktari walikimbilia kumzunguka wakiendelea, lakini hakuna aliyejua sumu ile ilikuwa nini. Mfalme akaangalia upande wa chumba cha Princess, kisha upande wa Kyle, na kwa mara ya kwanza hofu ikaonekana wazi machoni mwake, kwa sababu sasa wote wawili walikuwa na hali ilikuwa mbaya. Na kwa umbali ndani ya msitu wa Nokthar, ua lile liloanguka ardhini liking'aa gizani, lakini halikuwa peke yake tena. Mtu mmoja mwenye macho mekundu akalichukua polepole, kisha akatabasamu. Sauti ya mwisho akasema, "Hatimaye mmepata ua, wote mtahama." Na huo ndio unakuwa mwisho wa episodi ya pili ya tamthilia yetu ya The Cursed Bloodline. Tukutane katika episodi ya 3. Hali ya Princess imezidi kuwa mbaya, anategemewa kumtibu Princess, naye hali yake inazidi kuwa mbaya. Ua ambayo ndio dawa pekee inaonekana imefika katika mikono ya mtu asiyojulikana, ambaye pia anaonekana mbaya. Baada ya kulipata ua hilo, anaahidi mambo mabaya yataukumba ufalme. Kupata video nyingi na nzuri kama hizi, hakikisha umefollow ukurasa wetu wa Facebook na kusubscribe katika channel yetu ya YouTube ambayo tunatumia kwa jina la Hadithi na Hashim. Lakini pia hakikisha umelike na umeshare kwa wengine waweze kupata video hizi, lakini pia umecomment katika kurasa zote.